Bila ya kupoteza muda, mimi nilitoka nyumbani na kumwacha mwanamke wangu akiwa ananisubiri ili nimpatie pesa ya kwenda kumtibia mama yake. Nikainua mguu wangu, hatua moja, ya pili, ya tatu, mpaka nikafika kwa mshikaji wangu aitwaye Bago Bagoza. Nikagonga mlango na yeye aliponiona akanikaribisha kwa furaha na bashasha tele kuwa mwanawe wa faida nimefika. Lakini mimi furaha kwangu haikuwepo kwa sababu mama wa mpenzi wangu alikuwa na matatizo. Na Bago Bagoza akaniuliza, "Kaka, kwani shida nini?" Mimi nikamwambia, "Shida nilionayo ni shida yetu sote, kwa sababu mimi na wewe ndo tunaosaidiana katika raha na shida." Bago akanambia, "Lete mchongo mezani ili tujue tunausolve vipi." Nikamwambia, "Kaka, mama wa mpenzi wangu anaumwa vibaya mno. Hali yake iko dhoful hali maututi fil mauti, kwamba muda wote tunaweza tukampoteza." Bago akasema, "Ana matatizo gani? Mbona imekuwa ghafla sana? Kwani si juzi tu tulitoka kumuona?" Nikamwambia, "Juzi tulitoka kumuona, lakini leo hii anaumwa na inahitajika pesa kama shilingi 100,000 ili tufanikishe matibabu yake." Bago akasema, "Da, hilo ni tatizo, lakini usiwaze, maana mimi kuna viakiba nilikuwa nawekaga kwenye kibubu. Ngoja kwanza tukivunje tujue ipo shilingi ngapi na tunafanyaje ili kumsaidia mama." Kweli Bago Bagoza akachukua kibubu tukakivunja, na tulipomaliza kukivunja tukaanza kuvihesabu vichenji. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akajalia tukaipata pesa shilingi 130,000. Mwanangu Bago alipokuwa na roho nzuri akanambia, "Kaka, chukua hii 100,000, nenda kafanye matibabu ya mama, alafu hii 30,000 itabakia tutafanya matumizi mengine. Amna kuchelewa kaka, kimbia." Mimi nikachukua ile 100,000 na kurudi nyumbani, nikamkuta mpenzi wangu amekaa akinisubiri, na bila kupoteza muda nikamkabidhi, "Mama, chukua hii 100,000, nenda kafanye matibabu." Ama kweli wanawake ni viumbe vya ajabu sana. Baada ya kumpatia ile pesa yule mpuuzi, yalipita masaa kama 3 hivi kutokea pale, yaani majira ya saa 2 usiku. Mimi nikachukua simu yangu nikampigia mpenzi ili nijue mama anaendeleaje au nini kinachoendelea kwa sasa huko hospitali. Huwezi amini, mwanamke yule hakupatikana. Nilikuwa nasikia zile, "Namba unaopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye." Mara ya kwanza nilishtuka na kusema, "Nini kimetokea? Mbona mama mtu tena hapatikani? Au ile pesa imeshachelewa, mama tumempoteza?" Hilo swali nilijiuliza, lakini majibu yake yalikuja. Da, ama kweli wanawake ni viumbe vya ajabu sana. Najua unatamani kufahamu kiliendelea kitu gani. Episodi ya 3 ya Kilio cha Mapenzi inakuja hivi karibuni.
Asante until